Mathayo 13:4 Biblia inasema alipokuwa akitawanya mbegu, baadhi ya mbegu zilianguka njiani na ndege wakaja wakazila. Mbegu iliyoanguka kando ya njia inawakilisha neno la Mungu ambalo kila wakati watu wanaipokea na mioyo migumu. So wakati alitupa ile mbegu kwenye njia, pale kwenye njia hapawezi pakamea mbegu kwa sababu ile njia ni ngumu. So alipoitupa ile mbegu pale kwenye njia, ile mbegu haikuweza kuota kwa sababu barabara ama njia ni ngumu. Na hiyo inaonesha watoto wa Mungu ambao mbegu zinapandwa katika maisha yao, lakini badala ya zile mbegu kukua, zinakosa kukua kwa sababu mioyo yao ni migumu. Kuna maneno ambayo yamesemwa kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo vinafaa vipandwe kwenye maisha yako, lakini kila wakati hizo vitu zinakuja kupandwa, zinapata moyo wako uko mgumu sana. Na wakati moyo wako ni mgumu, hakuna vile mbegu itaweza kupenya katika moyo ambao ni mgumu, kwa sababu mbegu zote ndio ziweze kupenya na kukua na kumea, lazima ziwekwe katika mchanga ambao ni mbichi, na ikishawekwa katika ule mchanga inaweza kuota na kumea. Lakini inashindwa kuota na kumea kwa sababu gani? Wakati inakuja katika ule mchanga, inapata ule mchanga ni mgumu. Biblia inasema ya kwamba na ndege walikuja wakazila. Ndege walikuja wakakula mbegu ambazo zilikuwa zimeanguka kwenye barabara ngumu, mbegu ambazo zilikuwa zimeanguka mahali ambapo sio pepesi. Ndio nakuambia leo, kuna mbegu zingine zinatupa kwenye maisha yako, na wakati zinakosa kuingia, kuna wengine wanapita nazo. Ndio maana unashangaa kwa nini kuna vitu havitokei kwenye maisha yako. Havitokei kwa sababu wakati mbegu ilikuja kuanguka, badala ipate moyo wako kuwa mwepesi, ilipata moyo wako kuwa mgumu, alafu wengine wakachukua zile mbegu na zikafaidisha maisha yao. Ndio shida tulionao leo. Watu wengi wanataka mbegu, lakini mbegu ikishafika kwenye maisha yao inawapata ni wagumu sana. Na wakati mbegu inakupata wewe ni mgumu, haiwezi kamea. Ndio unashangaa mbona umei? Shida ni mchanga tu. Ndio sababu unaona kumea kwako kunaenda polepole. Na hata wacha kuenda polepole, humei kwa sababu mbegu tayari zimeshachukuliwa na ndege. Na ndege wamesha kuja, wameangalia, zimeanguka kwako. Na mwewe anajua kuangalia sana, anaangalianga kwa mbali, anaona ndo umeshika mfupa ya nyama kwenye harusi, anakuja kwa event anapita na mfupa ya nyama, kwa sababu ndege anaangalia mbali sana. Imefika wakati watoto wa Mungu kuangalia zile mbegu ambazo ziko kwenye maisha yetu, ili ya kwamba tuzipatie nafasi za kumea ndani ya mioyo yetu. Baraka haziji tu, baraka ni mbegu. Come on somebody. Baraka ni mbegu ambazo Mungu anataka kuziachia kwenye maisha yako, lakini akipata hiyo moyo ni mgumu, wanachukua wengine wanaondoka. Unashangaa ile gari iliyokuwa ya kwako wengine ndo wanaendesha, na bado unaiangalia unasema ai napendanga Volkswagen. Na unashangaa besta yako ndo anaendesha hiyo gari. Kwa sababu gani? Alichukua mbegu iliyokuwa ya kwako. Lakini leo nimekuja kukutangazia, kila mbegu ambayo imechukuliwa katika maisha yako inarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mbegu zote ambazo ndege walikuja wakaziangalia wakachukua, wakati ulikuwa umelala, wakati ulikuwa uko sawa, wakati ulikuwa uko mgonjwa, kuna mbegu ambazo ndege walikuja wakapita nazo na zilikuwa zimee kwenye maisha yako. Leo nazirejesha katika jina la Yesu Kristo. Utaanza kumea tena, utaanza kuinuka tena, utaanza kufanikiwa tena, maana hizo mbegu ninazirejesha kwako wewe. Hata kama moyo wako ni mgumu, katika ibada ya leo Mungu ataufanya moyo wako kuwa mwepesi. Baraka za Mungu hazitembeagi kwa watu wagumu. Lazima uwe mwepesi, mwepesi wa kupeana
mwepesi wa kusikiliza, mwepesi wa kufanya mambo vile ambavyo yanafaa kufanywa. Lakini usipokuwa mwepesi, unakuwa ni barabara ya lami tu. Barabara ya lami kunapitaga matrela na malori, na yanapitaga kwenye speed ya 80 km/h. So unapata baraka zako badala zitulie kwenye mchanga, baraka zako ziko Thika Road super highway, zinakimbia na speed ya 180 ndani ya Audi Q4, zinakimbia na Mercedes, ziko mbio, maana zimekupata. Moyo wako na shamba lako sio nyepesi na haina unyevu ili zikae pale zimee. Ukitaka Mungu akubariki, kuwa mwepesi. Anza kufanya vitu vyako kwa wepesi, anza kuongea kwa wepesi, anza kufanya kazi kwa wepesi, anza kuona mambo kwa wepesi, anza kuongea kwa wepesi, anza kutembea kwa wepesi, anza kuongelesha mke wako kwa wepesi, anza kuongea na mme wako kwa wepesi, anza kuongea na watoto wako kwa wepesi. Maana unatengeneza unyevu, na katika wa unyevu pataota mbegu. So mbegu ya kwanza tumeangalia zilianguka kwenye barabara ambayo imekauka, lami. Ndege wangani wakakuja wakazichukua. Come on somebody. Aliyechukua baraka yako na irejesha leo kwa jina la Yesu. Aliyechukua mali yako na irejesha leo kwa jina la Yesu. Aliyebeba mbegu yako kama umelala, rudisha kwa jina la Yesu, na rudisha kwa jina la Yesu. Get back your seeds and begin to walk with your seeds. Haiwezekani. Hawezi kuwa watu wanabarikiwa mimi nabaki hivyo hivyo. Lazima nibarikiwe. Andaa moyo wako kwa ajili ya mbegu. Kile jirani yako muangalie namna hiyo. Mwambie andaa moyo wako kwa ajili ya mbegu.